Tumekwisha kuona kwamba kuna madhabahu, kuna dhana na pia kuna kitu kinachoitwa nguvu au msukumo, na vitu hivi vyote vinatakiwa viambatane kiusahihi. Maana yake ni kwamba mtu anatakiwa ajue madhabahu yake ni ipi, lakini pia mtu anatakiwa afahamu kiundani ya kwamba ni zana gani hiyo inayotenda nyuma ya madhabahu hiyo. Lakini tatu, ni kuhusu kiasi au asilimia za nguvu au msukumo, kwa kuwa nguvu nayo ni kama betri. Nguvu au msukumo ni kama betri. Kuna muda inapanda na kuna muda ina down, inashuka. Kwa hiyo nguvu huwa inapanda na kushuka, nguvu huwa inaongezeka na kupungua. Hivyo binadamu, mtu huyo anapaswa kujua ni asilimia ngapi zimebaki, ni asilimia ngapi zimeongezeka, ili aendelee kusurvive vizuri katika kuzalisha mafanikio ya madhabahu husika. Pia madhabahu tutakuja kujua zaidi na zaidi ya kwamba madhabahu ni nani anatengeneza madhabahu na ni kwa kusudi lipi. Lakini pia cha muhimu ni kwamba vyote hivi vitatu vinatoka viambatane: madhabahu, zana na nguvu. Vyote hivi vinatoka viambatane, kwa kuwa moja ikipungua basi kunakuwa kuna hitilafu katika madhabahu husika. Kunakuwa kuna hitilafu katika baadhi ya sehemu, baadhi ya sekta na katika maisha ya mtu husika, kwa kuwa madhabahu ni mtu. Madhabahu ni ibada iliyopo ndani ya mtu. Tutakuja kujua kiundani ya kwamba madhabahu ni nini, na Mungu akitujali huko mbele tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Lakini kwa sasa tumejua kwamba nguvu ni kama betri au ni kama betri. Kwa hiyo hupanda na kushuka, hupungua na kuongezeka. Inapopanda ndipo inapozalisha matokeo mazuri, na inaposhuka matokeo na yenyewe yanashuka katika madhabahu husika. Tukutane sehemu nyingine.